Tathmini ya SOL. Kama nilivyokufahamisha hapo awali kwamba nitakuwa na ndugu yangu Young Pox kutoka Dar es Salaam akituletea tathmini yake kuhusiana na swala zima la kupanda kwa bei ya mafuta ambalo linaitikisa dunia nzima kwa sasa. Na kwa mujibu wa takwimu za hivi punde, bei ya mafuta nchini Marekani imepanda kufikia wastani wa kitaifa wa takriban dola 4.16 kwa galoni moja. Hiki ni kiwango cha juu zaidi ambacho hakijawahi kuonekana tangu mwezi Agosti mwaka 2022. Na tukizirejelea ripoti za takwimu za nishati duniani kama zile za Worldometers na EIA, zinaonyesha kuwa Marekani inashikilia takriban pipa bilioni 83.7 za akiba ya mafuta iliyothibitishwa kufikia mwaka 2025. Hesabu ambayo inaihakikishia Marekani kuwa na akiba ya mafuta ya miaka 10. Sasa Young Pox, sababu zipi zinafanya mafuta kwao yapande ikiwa wana akiba kubwa kiasi hiko? Ni kweli kuwa Marekani ina akiba kubwa ya mafuta, lakini bei inapanda kwa sababu akiba hiyo haitumiki kutosheleza mahitaji ya kila siku ya wananchi, hasa matumizi ya kila siku ya nchi nzima kwa miaka 10 mfululizo. Pia tunatakiwa kufahamu kuwa soko la mafuta ni la kimataifa na bei hupangwa kulingana na matukio ya dunia. Sasa hebu tupeleke moja kwa moja kwenye sababu. Kwa nini pia kwa wao Marekani bei ya mafuta imepanda? Sababu ya kwanza ni akiba ya dharura ni ndogo. Akiba ya kimkakati ya Marekani kwa sasa ina takriban mapipa milioni 350 hadi 411. Kwa kiwango cha matumizi ya Marekani, mapipa milioni 20 kwa siku. Akiba hii inaweza kutosha kwa wiki chache au miezi michache tu ikiwa uingizaji wa mafuta utakatika kabisa. Kwa hivyo hali hiyo haitafika miaka 10. Lakini pili, soko la dunia. Tunafahamu kuwa mafuta ni bidhaa inayouzwa kimataifa. Hata kama Marekani inazalisha mafuta mengi, makampuni ya mafuta huuza kwa bei ya soko la dunia. Hii ndio migogoro katika maeneo kama mlango wa Hormuz huko Middle East kupandisha bei ya duniani kote, na Marekani haiwezi kujitenga na ongezeko hilo. Lakini tatu ni aina ya mafuta na visafishaji. Visafishaji vingi vya Marekani vilijengwa kusindika mafuta mazito kutoka nje, na mafuta yanayochimbwa Marekani kwa sasa ni mepesi, kwa maana ya light sweet crude. Hivyo bado wanalazimika kuagiza mafuta ya nje ili visafishaji vyao vifanye kazi vizuri. Swala la 4 nitakaja kuhusu gharama za usafirishaji pamoja na bima. Migogoro ya sasa imeongeza gharama za bima kwa meli za mafuta na kusababisha meli kupita njia ndefu, jambo ambalo limeongeza bei ya mwisho kwa mlaji. Na mwisho ni hofu ya soko, kwa maana ya speculation. Wafanyabiashara wa mafuta duniani kupandisha bei pindi wanapoona dalili za kukatika kwa usambazaji, hata kama mafuta bado yapo. Kwa kifupi, madai ya kuwa mafuta ya miaka 10 mara nyingi yanarejelea akiba ya asili iliyo ardhini, kwa maana proven reserve, ambayo bado haijachimbwa na si mafuta yaliyohifadhiwa tayari kwa matumizi. Vita vya sasa katika Mashariki ya Kati ndio sababu kuu na ya moja kwa moja ya kupanda kwa bei ya mafuta mwezi huu wa April mwaka 2026. Sasa ni vipi vita hii imesababisha hali ya mafuta kwa dhiki duniani kote? Kwanza ni kufungwa kwa mlango wa Hormuz. Hii ndio sababu kubwa zaidi. Irani imeziba njia hii muhimu ya baharini, ambapo takriban 20 hadi 25 ya mafuta yote duniani hupita. Meli za mafuta zimeshindwa kupita, jambo ambalo limeondoa mapipa takriban milioni 12 kwa siku kwenye soko la dunia, na hiki ni kiwango kikubwa zaidi cha upungufu kuwahi kutokea katika historia. Lakini pia mashambulizi kwenye miundombinu, usafishaji na mitambo mikubwa ya mafuta pamoja na gesi huko Qatar na Saudi Arabia imeharibika sana. Kwa mfano, uzalishaji wa gesi asilia LNG huko Qatar umepungua kwa takriban 17%, jambo ambalo limeongeza ushindani wa nishati nyingine kama mafuta. Gharama za usafirishaji kwa sababu ya hatari ya mashambulizi, gharama za bima kwa meli zinazobeba mafuta zimepanda sana. Hata meli zinazoweza kupita zinalazimika kulipia gharama kubwa ambazo mwisho wa siku zinamrudia mlaji kwenye kituo cha mafuta. Hofu na utabiri.
speculation. Masoko ya hisa na wafanyabiashara wa mafuta wanapandisha bei kulingana na hofu ya kesho. Licha ya kuwepo kwa sitisho la mapigano la muda, bado kuna wasiwasi kuwa vita vinaweza kurejea. Hivyo bei inabaki kuwa juu kwa sababu ya kutokuaminika kwa hali ya amani. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la nishati IEA, mzozo huu ni changamoto kubwa zaidi ya usalama wa nishati katika historia, ukizidi hata mgogoro ule ulioibuka mwaka 1970 na ule kati ya Urusi pamoja na Ukraine wa mwaka 2022. Kwa sasa si tu kuharibika kwa miundombinu kama ulivyosema hapo awali, lakini pia umezungumzia kufungwa kwa njia ya Hormuz. Ni nchi gani zinategemea kupitisha mafuta katika njia hii kuu? Mafuta yanayopita katika mlango wa Hormuz yanatoka kwa kiasi kikubwa katika nchi 5 kuu za Ghuba ya Uajemi. Nchi hizi kwa pamoja zinachangia zaidi ya 93% ya mafuta yote yanayopita katika njia hiyo muhimu. Hapa tunahitaji nchi kama Saudi Arabia ambayo inachangia kiasi kikubwa zaidi, takriban 37.2% ya mafuta yote yanayopita katika njia hiyo. Lakini Iraq ni ya pili kwa ukubwa ikichangia karibu 22.8%. Kisha Falme za Kiarabu UAE inachangia takriban 12.9%, lakini Iran inachangia karibu 10.6% ya usafirishaji huo. Kuwait yenyewe inachangia takriban 10.1%, huko Qatar ingawa inajulikana zaidi kwa gesi asilia LNG, pia inapitisha mafuta na bidhaa nyingine za nishati kupitia njia hiyo. Tunahitaji Hormuz kama ni njia. Sasa mafuta hayo huenda wapi? Takriban 89% ya mafuta yanayopita hapo yanaenda katika soko la Asia. Huku nchi kama China, India, Japan na Korea Kusini ikiwa ndizo wanunuzi wakuu. Hii ndiyo sababu mzozo wowote katika mlango wa Hormuz unatikisa uchumi wa dunia nzima, kwani unakata usambazaji wa nishati kwa viwanda vikubwa zaidi duniani. Vibao vya sheli mbalimbali ndani ya nchi na nchi za jirani, bei zimebadilika, na kwa hapa kwetu Tanzania mafuta yamepanda kwa tofauti shilingi 1000 na zaidi ukilinganisha na bei ya awali ya mwezi Machi. Sasa nchi kama Saudi Arabia ama Iraq, bei kwao zipoje? Nchini Saudi Arabia, bei ya mafuta imebaki kuwa nafuu sana ikilinganishwa na soko la kimataifa kutokana na nchi hiyo kuwa mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Kwa wao, petroli ya kawaida kwa lita ni takriban shilingi 1505 na petroli ya daraja la juu ni shilingi za Kitanzania 1608 kwa lita, wakati diesel ni shilingi za Kitanzania 1236 kwa lita. Kwa Iraq wao, bei ya mafuta pia ni nafuu sana ikilinganishwa na Tanzania kwa sababu ni nchi mzalishaji mkubwa. Hata hivyo, kutokana na mzozo wa sasa mwezi huu wa Aprili 2026, serikali imeweka bei elekezi kulingana na aina ya petroli. Petroli ya kawaida kwa maana regular ni shilingi za Kitanzania 890 hivi. Petroli ya daraja la juu ni shilingi za Kitanzania 1680 na petroli ya daraja la juu zaidi ni shilingi za Kitanzania 2470, wakati diesel, bei ya diesel inatofautiana, lakini kwa wastani ni kama shilingi 1360 hadi 1480 kulingana na eneo. Mambo ya kuzingatia kuhusu Iraq: serikali ya Iraq kutoa ruzuku kubwa kwenye mafuta ili kupunguza gharama kwa wananchi, jambo ambalo linafanya bei zao kuwa chini ya wastani wa dunia. Young Pox, mimi ni kushukuru kwa uchambuzi huu mchache uliotupatia leo kwenye tathmini ya SOL. Asante sana ndugu yangu Crazy. Mpaka pale wakati mwingine tutakapokuwa na jambo la kuzungumza, basi tutaungana pamoja na wewe. Asante. Naam, tulikuwa tukizungumza kuhusiana na mabadiliko ya bei ya mafuta ambavyo yamechachamaa kwa sasa. Takriban dunia nzima inaomboleza kuhusiana na swala la mafuta kupanda bei, na mafuta yanapopanda bei, basi huenda tunatarajia vitu vingine pia vinaweza vikapanda bei, kwa sababu vitu vingi
vinatarajiwa kusafirishwa kwa njia moja au nyingine, na usafirishaji huo kwa kiasi kikubwa unategemea nishati ya mafuta. Basi kupitia tathmini hii fupi ya SOL utakuwa umefahamu namna gani ambavyo viwango vya mafuta vimebadilika na vimeathiri kwa namna moja au nyingine sehemu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Mpaka pale ambapo tutakuwa tuna jambo lingine la kuzungumza, tutakutana hapa kwenye tathmini ya SOL. Ni kusihi tu endelea kutufuata kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii, Instagram, Facebook, X, lakini pia TikTok, kote Sikiliza Online, na usiache kutufuata kupitia idhaa yetu ya YouTube Sikiliza Online. Mimi naitwa Crazy Business, kwa Kiswahili niite kichaa biashara, lakini kule kwetu nyumbani wananiita Lukwale Lusuluza. Mpaka wakati mwingine, nasema asante kwa kutusikiliza. Tathmini ya SOL.